Kila kitu ambacho mmeaminishwa na mlichofundishwa tangu enzi za mababu zetu kuhusu kufunga tumbo kwa kanga au mshipa mkali baada ya mwanamke kujifungua ni uongo mtupu na ni hatari tupu. Ndiyo, nimesema hivyo kwa msisitizo na sitarudi nyuma. Wengi wenu mnafikiri kwamba kufunga tumbo kwa nguvu ndiyo njia pekee ya kumrudisha mwanamke katika hali yake ya kawaida. Mnafikiri mnamtengeneza na kumjenga upya. Kumbe ukweli ulio wazi ni kwamba mnamharibu vibaya sana. Mambo ambayo hawajawahi kuwaambia katika shule za matibabu au kwenye kliniki zetu za kawaida hapa nchini ni kwamba shinikizo hili mnaloliweka kwenye matumbo ya akina mama linaangamiza kabisa afya ya uzazi ya binti zetu. Mfumo wa afya unajua hili waziwazi. Wanajua fika kwamba kufunga tumbo kwa mshipa kama tai kunasababisha madhara ya kudumu, lakini wanakaa kimya na kutazama. Kwa nini wanafanya hivi? Ni kwa sababu ya urasimu na hofu ya kugongana na mila zetu. Wanakubali kimya kimya kina mama waumie, kisha baadaye wawasubiri hospitalini, wawauzie pedi za watu wazima na kuwafanyia upasuaji wa gharama kubwa. Hizi ni ukweli mchungu ambao kliniki zinaepuka kujadili na wagonjwa wao, si kwa sababu ya njama fulani ya siri, bali ni kwa sababu ya urasimu, uvivu wa kuelimisha umma na kukwepa kupambana na imani potofu zilizokita mizizi. Kabla sijaendelea kufunua ukweli huu mzito unaoumiza, tafadhali bonyeza kitufe cha kusubscribe na uweke alama ya kupenda kwenye video hii. Fanya hivi sasa hivi bila kusita. Hii ni kwa wale tu wanaojali afya zao kwa dhati na wale wanaotaka kulinda maisha ya binti zao na wajukuu wao. Ikiwa wewe ni mmoja wa wale wanaotaka ukweli ulio wazi, basi tuko pamoja. Lakini kwanza, sikiliza kwa makini sana kile ambacho hujawahi kusikia kutoka kwa daktari wako, kile ambacho kimefichwa nyuma ya milango iliyofungwa ya wodi za wazazi na kwenye faili za matibabu. Na hapa ndipo maagizo ya kawaida yanapokaa kimya kabisa, yakiwaacha mkiendelea kuangamia. Wazee wangu wa Kenya, nyinyi ni nguzo muhimu ya jamii yetu. Tunawaheshimu sana kwa hekima zenu. Mnawapikia binti zenu uji wa wimbi uliokolea vizuri, mnawapa supu ya mifupa iliyochanganywa na viungo vyetu asilia ili wapate nguvu haraka baada ya kujifungua. Hili ni jambo zuri sana. Lakini mara tu baada ya mama huyo kumaliza kunywa supu hiyo, mnachukua kanga 2 au 3 au ule mshipa mkali mnene na kuwafunga matumbo yao kwa nguvu zote, mkiwakaza kama mnaofunga mzigo mzito kwenye baiskeli. Mnawalazimisha akina mama hawa wachanga kufunga tumbo kama tai, huku mkiwaaminisha na kuwafundisha binti zenu kwamba kuvumilia maumivu haya ndio ubora wa mwanamke. Mnasema mwanamke kamili lazima avumilie maumivu, tumbo lazima lirudi ndani haraka iwezekanavyo ili aonekane mrembo. Lakini hebu tuangalie ukweli wa kisayansi ambao hamuambiwi. Mnajua nini hasa kinatokea ndani ya mwili wa huyo mama anayefungwa kanga kwa nguvu? Unapokandamiza tumbo kwa nguvu kiasi hicho kutoka nje, viungo vya ndani havipotei hewani. Hilo shinikizo kubwa linaotengenezwa na ule mshipa mkali lazima litafute njia ya kutokea. Na kwa sababu misuli ya juu na ubavu imekazwa, shinikizo lote lile linaelekezwa chini moja kwa moja kwenye nyonga. Linasukuma kizazi kwa nguvu isiyo ya kawaida. Linasukuma kibofu cha mkojo kuelekea chini. Misuli ya nyonga, ambayo kwa asili tayari imechoka sana na kulegea kutokana na mchakato mzima wa ujauzito na kusukuma mtoto wakati wa kujifungua, inashindwa kabisa kuhimili nguvu hiyo mpya mnayoisukuma kutoka juu. Andika kwenye sehemu ya maoni hapo chini. Je, daktari wako aliwahi kukuambia ukweli huu mchungu? Je, kuna muuguzi yeyote aliwahi kukaa na wewe na kukuelezea mwelekeo wa shinikizo hili unapofunga tumbo lako kwa nguvu? Matokeo yake ni nini, wazee wangu? Matokeo yake ni kwamba mnasababisha kizazi kushuka na kutoka nje ya mahali pake pa asili. Hali hii inajulikana kama kushuka kwa kizazi.
Kibofu cha mkojo nacho kinakandamizwa na kuanza kulegea vibaya sana. Hapo ndipo unapoanza kuona binti yako, miezi michache tu baada ya kujifungua, akilalamika na kushindwa kuzuia mkojo. Akikohoa kidogo tu, mkojo unadondoka. Akipiga chafya au kucheka, mkojo unadondoka. Akibeba ndoo ya maji, mkojo unatoka bila hiari yake. Anaishi kwa aibu, akijificha na kunuka mkojo muda wote. Na badala ya kutafuta chanzo cha tatizo hili na kulitatua, mnamwambia avumilie, mnamsihi akubaliane na hali mkidai eti ni jambo la kawaida kwa mwanamke yeyote aliyezaa. Si kawaida hata kidogo. Huu ni ukatili wa kimatibabu ambao mnaufanya na kuendeleza kizazi baada ya kizazi bila kujua athari zake. Ni miaka mingapi mmekuwa mkifanya hivi bila kutambua madhara yake halisi? Andika hapo chini kwenye maoni, ni akina mama wangapi katika familia yako wameteseka kimya kimya chini ya uangalizi wenu? Bofya kiungo kwenye maelezo ya video na ujiandikishe kwa ushauri wa bure. Hii ni nafasi yako ya kupata elimu sahihi inayofichwa na mfumo wa afya. Jisajili wakati bado inapatikana, ili kujiunga na jamii ya watu wasioamini mfumo kibofu, watu ambao wako tayari kuhoji, kujifunza na kulinda vizazi vyao kwa kutumia ukweli na sayansi badala ya kufuata mkumbo wa mila zinazoumiza. Kwa nini madaktari wengi hawapigi kelele kila siku kuhusu janga hili? Kwa sababu mfumo wetu wa afya umejengwa na kutengenezwa ili kutibu dalili tu, na sio kuzuia chanzo cha tatizo ambalo kinatokana na mila. Ni rahisi sana na ina faida kubwa kwao kukuandikia dawa za kupunguza maumivu, kukuuzia zile pedi maalum za watu wazima za kuzuia mkojo, au kukuweka kwenye foleni ndefu ya upasuaji wa kunyanyua kizazi miaka 10 baadaye unapofikia uzeeni. Upasuaji huu wa kurekebisha nyonga unagharimu pesa nyingi sana, mamilioni ya shilingi. Pesa hizi ambazo zingeweza kutumika kwa mambo ya msingi, pesa ambazo mngeweza kuwaachia wajukuu zenu kama urithi, sasa zinaishia kwenye mifuko ya hospitali kwa sababu tu mlikataa kuacha mila ya kufunga tumbo kwa nguvu. Hizi ni pesa mnazoweza kuwaachia wajukuu zenu, kukuza maisha yao, lakini mnaziteketeza kwa kukumbatia ujinga wa kimatibabu unaowagharimu utajiri wenu. Lakini nataka niwape habari njema, kuna tumaini kubwa. Kama mtaamua leo kuacha mara moja tabia hii ya kufunga tumbo kama tai na badala yake kutumia mbinu sahihi za kisasa zinazoruhusu misuli kupumua, kupata nafuu na kupona yenyewe kwa njia ya asili, mabadiliko yatakuwa makubwa. Katika kipindi cha miezi 3 ya kwanza bila kufunga kanga kwa nguvu, misuli ya nyonga huanza kupona taratibu na kujijenga upya bila shinikizo kandamizi la nje. Ndani ya miezi 6, hali ya mama inatengemaa kabisa. Uwezo wake wa kuzuia mkojo unarudi katika hali yake ya kawaida kwa sababu kibofu kinarudi mahali pake. Na baada ya mwaka mmoja, hatari ya kushuka kwa kizazi inapunguzwa kwa kiasi kikubwa sana, na viashiria vyote vya afya ya uzazi vinaboreka maradufu. Mwili wa mwanamke umeumbwa kwa ustadi wa hali ya juu na una uwezo wa kujiponya. Unajua jinsi ya kurudi katika hali yake ya kawaida kama tu hamtaingilia na mbinu zenu za kikatili. Kiungo kwenye maelezo kinaelekeza kwenye ushauri wa bure. Jiandikishe wakati bado kuna nafasi. Msikubali kuendelea kuwa watumwa wa mila zinazowaangamiza. Chukueni hatua sasa ili kulinda afya zenu. Kila kitu mnachojua kuhusu utunzaji wa mwanamke baada ya kujifungua ni makosa matupu na hatari tupu. Ndiyo, wazee wangu, na waongelesha nyinyi moja kwa moja leo. Tafadhali jiandikishe na upende video hii. Hii ni kwa wale tu wanaojali afya zao na za binti zao kwa dhati. Mmekuwa mkiwalazimisha akina mama kufunga tumbo kwa kanga au mshipa mkali sana kama tai mara tu baada ya kujifungua. Mnawafundisha binti zenu kwamba hii ndiyo siri ya ubora wa mwanamke, kwamba tumbo lazima lirudi ndani haraka iwezekanavyo ili aonekane mrembo na mwenye heshima mbele ya jamii. Lakini kwanza,
kile ambacho hujawahi kusikia kutoka kwa daktari wako, na kile ambacho kliniki nyingi zinaogopa kuwaambia kwa sababu ya urasimu na kukwepa malumbano na mila zetu za Kiafrika. Ukweli mchungu ambao mfumo wa afya huficha ni kwamba shinikizo hili la ghafla kwenye tumbo ambalo ndio kwanza limetoa mtoto linasukuma viungo vya ndani kwenda chini kwa nguvu isiyo ya kawaida. Matokeo yake, mnasababisha kizazi kushuka na kibofu cha mkojo kulegea kabisa. Hii ndiyo sababu akina mama wengi wanajikuta mkojo unadondoka kila wakati wakikohoa, wakicheka au wakibeba kitu kizito. Andika kwenye maoni, daktari wako aliwahi kukuambia haya? Mfumo wetu wa afya umejaa madaktari wanaopendelea kunyamaza na kuandika dawa za maumivu badala ya kukabiliana na mizizi ya tatizo hili linalowatesa wanawake wetu kimya kimya majumbani. Kama mtaalamu ambaye ameshuhudia maelfu ya wanawake wakiteseka na matatizo ya nyonga na kizazi, na waambia ukweli huu bila kupepesa macho hata kidogo. Miili ya binti zetu sio vyuma, inahitaji muda kupona yenyewe bila kulazimishwa kwa kamba na mshipa unaokata mzunguko wa damu. Bofya kiungo kwenye maelezo ya video na ujiandikishe kwa ushauri wa bure. Jiandikishe wakati hii bado inapatikana, ili uwe sehemu ya jumuiya ya watu ambao hawaamini mfumo kipofu na wako tayari kujifunza ukweli unaokoa maisha. Tunapofunga tumbo kwa nguvu, misuli ya nyonga ambayo tayari imechoka kutokana na uchungu wa uzazi inashindwa kuhimili uzito wa viungo vinavyosukumwa chini kwa kanieneo kubwa. Ndiyo maana baada ya miaka kadhaa, mwanamke anaanza kulalamika maumivu makali ya kiuno, maambukizi ya mara kwa mara ya njia ya mkojo na hisia za uzito kwenye njia ya uzazi. Ni miaka mingapi umekuwa ukifanya hivi bila kutambua? Mmekuwa mkiwapa uji wa wimbi, mtori na supu ya kuku wa kienyeji iliyoungwa kwa tangawizi na pilipili manga ili wapate nguvu, jambo ambalo ni zuri sana na linafaa kupongezwa sana. Lakini chakula hicho hakiwezi kufanya kazi yake ya kuponya tishu zilizopasuka ikiwa tumbo limekandamizwa kiasi cha kuzuia damu yenye virutubisho kufika kwenye kizazi. Uhakika wangu unatokana na ushahidi wa kisayansi ambao haupingiki, unaonyesha wazi kwamba uponyaji wa asili unahitaji mzunguko mzuri wa damu, sio shinikizo la kikatili ambalo linaharibu uumbaji. Sasa, hebu tuangalie kwa umakini nini kitatokea ikiwa mtaacha mila hii hatari leo na kuanza kuwapa binti zenu nafasi ya kupona kiasili na kwa amani. Katika kipindi cha miezi mitatu ya kwanza, hatari ya kizazi kushuka inapungua kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu misuli ya nyonga inapata muda wa kujijenga upya bila shinikizo la nje. Baada ya miezi 6, hali ya kibofu cha mkojo inatengemaa na kile kitendo cha mkojo kudondoka ovyo kinakoma kabisa na kuwarudishia wanawake heshima na uhuru wao wa kutembea bila aibu mbele ya watu. Ndani ya mwaka mmoja, viashiria vyote vya afya ya uzazi vinaimarika na mwanamke anakuwa na nguvu kamili za kuendelea na majukumu yake ya kila siku bila maumivu sugu ya mgongo au kiuno. Badala ya kufunga kanga kwa nguvu, wafundisheni kufanya mazoezi mepesi ya kubana misuli ya chini, huku wakiendelea kunywa mchuzi wa mifupa na kula vyakula vyetu vya asili vyenye madini ya chuma kama mchicha na managu. Mfumo wa kisasa wa matibabu mara nyingi unashindwa kutoa mafunzo haya ya kuzuia matatizo kwa sababu unanufaika zaidi wanapokuja kulipia upasuaji ghali wa kurekebisha kizazi kilichoshuka. Wanashindwa kuwaambia kuwa ubora wa mwanamke haupimwi kwa udogo wa kiuno chake wiki 2 baada ya kujifungua, bali kwa afya yake ya muda mrefu na uwezo wake wa kulea watoto wake bila kuwa mgonjwa wa kudumu anayetegemea dawa za maumivu. Fikirieni kwa makini sana kuhusu gharama za kifedha na kisaikolojia mnazowatwika binti zenu na familia zao kwa kushikilia mila hizi zinazoumiza na kudhalilisha. Matibabu ya kurekebisha kizazi kilichoshuka na upasuaji wa kibofu cha mkojo hugharimu mamilioni ya shilingi, pesa ambazo zingeweza kutumika kusomesha wajukuu zenu au kuanzisha miradi ya maendeleo vijijini.
Hizi ni pesa ambazo ungeweza kuwaachia wajukuu zako kama urithi muhimu, lakini badala yake zinateketea hospitalini kwa matatizo ambayo mngeweza kuyazuia kwa urahisi kabisa. Kwa kubadilisha mtazamo wenu na kuacha kuwalazimisha akina mama kufunga tumbo kwa mshipa mkali, mnawapa zawadi kubwa zaidi ya afya njema na maisha yasiyo na mateso. Kiungo kwenye maelezo kinaongoza kwa ushauri wa bure. Jiandikishe wakati bado kuna nafasi ili uweze kupata mwongozo sahihi wa jinsi ya kuwatunza wazazi wapya bila kuhatarisha maisha yao ya baadaye. Msiwe mateka wa desturi zinazoharibu miili ya wapendwa wenu huku mkiambiwa na jamii kwamba ni kwa faida yao. Simameni imara, kataeni mafundisho potofu yanayoendelezwa na jamii inayojali mwonekano wa nje kuliko afya ya ndani. Na muwe walinzi wa kweli wa afya za binti zetu ili wajukuu wenu wapate mama wenye afya tele. Afya zao ziko mikononi mwenu kabisa, na maamuzi mnayofanya leo yataamua iwapo wataishi kwa furaha au kwa maumivu ya kimya kimya yaliyosababishwa na kanga moja iliyofungwa vibaya. Kila kitu mnachojua kuhusu kufunga tumbo baada ya kujifungua ni uongo mtupu. Simaanishi kuwavunjia heshima, lakini ukweli ni kwamba mambo mengi mliofundishwa na ambayo mnayaridhisha ni hatari sana. Tafadhali bonyeza kitufe cha kusubscribe na like video hii, lakini fanya hivi tu ikiwa wewe ni mmoja wa wale wanaojali afya zao kweli na wanaotaka kulinda vizazi vyao. Lakini kwanza, kile ambacho hujawahi kusikia kutoka kwa daktari wako, kile ambacho kimefichwa nyuma ya milango ya kliniki. Wazazi wangu wa Kenya, mmekuwa mkiwalazimisha akina mama, binti zenu na wakwe zenu kufunga tumbo kwa kanga, leso au mshipa mkali kama tai mara tu baada ya kujifungua. Mnasimama kidete mkiwaambia kuwa huu ndio ubora wa mwanamke na asipofanya hivi atapoteza heshima. Ukweli mchungu ambao vituo vya afya havipendi kujadili kwa sababu ya urasimu ni huu. Shinikizo hili la kikatili mnaloweka kwenye matumbo ya hawa akina mama linaangamiza misuli yao ya nyonga. Mnawafunga kanga kwa nguvu mkidhani mnatengeneza umbo zuri, kumbe mnasababisha mfuko wa uzazi kushuka chini kwa kasi na kibofu cha mkojo kulegea na kuwafanya wadondoshe mkojo kila wakati wanapokohoa. Mimi sizungumzi kwa kubahatisha. Nazungumza kwa kutumia uzoefu wa muda mrefu wa kutibu na kuona akina mama wakiteseka kimya kimya na madhara ya mila hizi potofu. Nimeona jinsi mfumo unavyopuuza chanzo cha tatizo hili na kutoa ahadi za uongo. Andika kwenye sehemu ya maoni, je, daktari wako aliwahi kukuambia haya? Au walikuacha uendelee kuamini kuwa maumivu haya ni sehemu ya kawaida ya wanawake baada ya kuzaa? Badala ya kuwapa hawa akina mama vyakula vyetu vya asili vinavyojenga mwili kama vile uji wa wimbi uliojaa lishe, mchuzi wa mifupa uliochemshwa vizuri, au mboga kama managu na mrenda kusaidia mwili kupona, mnawalazimisha kuvaa mikanda inayokata mzunguko wa damu. Anapofunga tumbo kwa nguvu sana, shinikizo lote la ndani halipotei, bali linasukumwa chini, moja kwa moja kwenye misuli ya nyonga ambayo tayari imechoka na kulegea. Hii inasababisha viungo vya ndani, ikiwemo mfuko wa uzazi, kusukumwa nje. Bonyeza kiungo kilichoko kwenye maelezo ya video hii na ujiandikishe kwa ushauri wa bure. Huu ni ukweli ambao unahitaji kuujua ili kuokoa afya yako na ya familia yako. Hakikisha una subscribe wakati fursa hii bado inapatikana, ili ujiunge na jamii ya watu ambao hawategemei tu mfumo wa afya bila kuhoji, bali wanatafuta ukweli uliojificha. Mfumo wa afya mara nyingi unashindwa kuelimisha umma kwa sababu uko bize kutoa dawa za kupunguza maumivu na kupanga upasuaji ghali, badala ya kuzuia chanzo cha matatizo haya mapema na kusema ukweli kuhusu madhara ya kufunga tumbo. Ni miaka mingapi mmekuwa mkifanya hivi bila kutambua madhara yake halisi kwa miili yenu na ya watoto wenu? Mnawaona binti zenu wakiteseka kwa maumivu ya mgongo yasiyoisha,
wakishindwa kudhibiti mkojo wakiwa bado vijana, na mnawaambia vumilia, ndio uzazi huo. Hapana, huu sio uzazi. Haya ni madhara ya kulazimisha mwili kufanya kinyume na maumbile yake ya asili kwa kisingizio cha mila. Lakini kuna tumaini kubwa ikiwa tutabadilisha mwelekeo sasa hivi. Tukibadilisha mtazamo huu na kuacha kabisa kufunga matumbo kwa kanga au mishipa mikali, mabadiliko chanya ni ya uhakika. Katika kipindi cha miezi 3 pekee ya kuacha shinikizo hili, hatari ya kushuka kwa mfuko wa uzazi inapungua kwa kiasi kikubwa sana. Baada ya miezi 6 ya kuupa mwili nafasi ya kupona wenyewe kwa kutumia mbinu sahihi na lishe bora badala ya shinikizo la nje, hali ya misuli ya nyonga inaimarika na kujizuia kwa mkojo kunatengemaa kabisa. Ndani ya mwaka mmoja, viashiria vyote vya afya ya uzazi, mzunguko wa damu na nguvu za mwili vinaboreka na akina mama wanarudisha nguvu zao za asili. Fikiria gharama kubwa za upasuaji wa kurekebisha mfuko wa uzazi unaoshuka au gharama za kununua pedi za kuzuia mkojo maisha yote. Hizi ni pesa nyingi sana ambazo mnaweza kuwaachia wajukuu zenu kama urithi badala ya kuziteketeza hospitalini kwa matatizo ambayo yangeepukika kabisa. Wazi wangu, ujumbe huu mzito sio tu kwa ajili ya kuwalinda binti zenu, bali ni kwa ajili yenu pia. Wengi wenu hivi sasa mnasumbuliwa na maumivu makali ya kiuno, maumivu ya mgongo ya kudumu na kushindwa kuzuia mkojo vizuri mnapocheka au kukohoa. Haya ni matokeo ya moja kwa moja ya mila hizi mlizofanyiwa enzi zenu na sasa mnazipitisha kwa kizazi kipya. Ni wakati wa kuvunja mnyororo huu wa maumivu. Afya zenu kimwili na kisaikolojia zinaweza kuimarika mkiacha kujilaumu na kuanza kuchukua hatua sahihi za kujijenga. Mwili wa mwanadamu unahitaji lishe sahihi inayojenga tishu, mazoezi mepesi ya kuimarisha misuli ya chini ya tumbo na nyonga, na muda wa kutosha wa kupona, sio vifungo vikali vinavyoharibu mfumo wa damu. Tumieni viungo vyetu asili kama tangawizi na vitunguu saumu. Kunyweni supu yenye virutubisho asilia kujenga mifupa inayozeeka na mruhusu miili yenu ipumue na kujirekebisha yenyewe. Lakini kuamini kila mnachoambiwa na mifumo ya kibiashara ambayo inafaidika kifedha kutokana na ugonjwa wenu. Tunapaswa kujilinda na kulinda vizazi vyetu dhidi ya uongo uliojikita kama mila. Kiungo kilichoko kwenye maelezo ya video kinaelekeza kwenye ushauri wa bure. Ujiandikishe wakati bado kuna nafasi wazi. Mfumo hautawapa majibu haya yote kwa urahisi, lakini niko hapa kuwapa ukweli mchungu unaoponya. Linda mwili wako unaozeeka, linda binti zako na anza safari ya kupona leo. Kila kitu mnachokijua kuhusu kumtunza mwanamke baada ya kujifungua ni uongo mtupu na hatari tupu. Ndiyo, nimesema hivyo waziwazi na sitabembeleza hata kidogo. Wazi wangu, akina mama na nyanya zetu hapa nchini, mmeaminishwa tangu enzi za mababu kwamba mwanamke akijifungua lazima afungwe tumbo kwa kanga au mshipa mkali sana kama tai. Eti mnadai kufanya hivyo ndiyo kurudisha mwili haraka na huo ndio ubora wa mwanamke wa Kiafrika. Lakini ukweli ambao umefichwa kwa miaka mingi ni kwamba mnamharibu huyu binti kabisa. Tafadhali, bonyeza kitufe cha kupenda na ujiandikishe kwenye chaneli hii sasa hivi. Fanya hivi tu ikiwa kweli unajali afya yako na ya kizazi chako. Kliniki nyingi hazitawaambia ukweli huu mchungu kwa sababu ya urasimu wa mifumo ya afya inayopuuza kuelimisha jamii yetu kwa kina. Ukweli mchungu wa kwanza ni kwamba kufunga tumbo kwa nguvu hakuyeyushi mafuta yoyote, bali kunasukuma viungo vya ndani kwenda chini kwa nguvu. Ukweli mchungu wa pili ni kuwa huu utamaduni ndio chanzo kikuu cha wamama wengi kuvaa nepi ukubwani kwa sababu ya kushindwa kuzuia mkojo. Mfumo wa afya unawaacha mkiendeleza makosa haya kwa sababu unanufaika mtakaporudi kulipia upasuaji wa gharama. Wengi wenu mnashangaa kwa nini mabinti zenu wanalalamika maumivu ya kiuno yasiyoisha.
Hii si laana ya ukoo, ni matokeo ya shinikizo mnaloliweka kwenye matumbo yao. Lakini kwanza, sikiliza kile ambacho hujawahi kusikia kutoka kwa daktari wako. Hebu tuangalie kwa makini nini kinatokea ndani ya mwili unapomlazimisha binti yako kufunga tumbo kwa kanga mpaka anashindwa kupumua vizuri. Unapokaza mshipa mkali kiunoni, unajenga shinikizo kubwa sana ndani ya tumbo lake ambalo bado ni dhaifu. Shinikizo hili halina sehemu nyingine yoyote ya kutokea isipokuwa kusukuma chini kuelekea kwenye misuli ya nyonga. Misuli hii tayari imelegea sana na kuchoka baada ya kazi ngumu ya kusukuma mtoto. Matokeo yake ni nini? Mnasababisha mfuko wa uzazi kushuka na wakati mwingine kutoka nje kabisa. Hili ni janga kubwa la kiafya ambalo linatengenezwa nyumbani kwenu, chini ya usimamizi wenu mkali. Bonyeza kiungo kilicho kwenye maelezo ya video hii na ujiandikishe kwa ushauri wa bure kabisa. Jiandikishe wakati fursa hii bado inapatikana, kwani tunajenga jumuiya ya watu ambao hawaamini mfumo kipofu na ambao wako tayari kulinda afya zao. Hatuwezi kuendelea kuumiza wanawake wetu kwa kisingizio cha kulinda mila na desturi. Unapomsukuma mfuko wa uzazi chini kwa nguvu ya kanga, unaharibu neva nyeti sana zinazodhibiti kibofu cha mkojo. Ndiyo maana binti anapokohoa tu, kupiga chafya au kucheka, mkojo unadondoka wenyewe bila yeye kutarajia. Andika kwenye maoni, daktari wako aliwahi kukuambia haya? Au walikuacha tu uendelee kuamini kwamba kanga ndiyo tiba pekee ya kupunguza tumbo kubwa baada ya uzazi? Mnawafundisha binti zenu kuvumilia maumivu haya ya siri, mkiwaambia kwamba mwanamke ni kuvumilia shida. Hakuna ubora wowote wa mwanamke katika kuvuja mkojo kila wakati kwa sababu ya mila zilizopitwa na wakati. Wazee wangu, najua fika kwamba mnafanya hivi kwa nia njema na upendo mwingi. Mnawapikia mabinti zenu uji wa wimbi motomoto na mchuzi wa mifupa uliokolea viungo ili wapate nguvu haraka. Hiyo ni nzuri sana na ni lishe bora kabisa inayohitajika kwa mama aliyejifungua. Lakini mnapochukua kanga na kuikaza tumboni kama kamba ya kufunga mzigo mzito, mnafuta faida zote za ile lishe mlioandaa kwa upendo. Misuli ya tumbo na nyonga inahitaji muda wa kutosha wa kujiponya yenyewe kwa njia ya asili. Inahitaji mazoezi maalum ya kupumua na kutembea taratibu, sio kukandamizwa kwa ukatili. Niangalie vizuri na ujiulize, ni miaka mingapi umekuwa ukifanya hivi bila kutambua madhara yake makubwa? Hili sio jambo la aibu, bali ni fursa ya kuelimishana na kuokoa vizazi vijavyo. Kliniki zetu zinajaa wanawake wengi wanaohitaji upasuaji wa kurekebisha nyonga na mfuko wa uzazi ulioharibiwa. Wengi wao wanateseka sana na msongo wa mawazo, wanajiona hawajakamilika kama wanawake. Kumbe tatizo lilianzia pale mlipowalazimisha kufuata utamaduni wa kufunga tumbo kwa mshipa mkali. Mfumo wa afya unapenda sana kutibu dalili kwa kutoa dawa za maumivu badala ya kuzuia chanzo cha tatizo lenyewe. Hawataki kuwaambia ukweli kwamba kuacha tu tumbo lipone lenyewe kwa njia ya asili kunaweza kuokoa maelfu ya pesa zenu. Badala yake, mnaambiwa mnunue mikanda ghali ya kisasa ambayo inafanya kazi ile ile mbaya ya kukandamiza viungo vya ndani na kuharibu neva za kibofu. Tunapaswa kurudi kwenye ukweli wa kisayansi na kuachana na imani hizi potofu. Sasa, hebu tuangalie kwa matumaini nini kitatokea mtakapoacha utamaduni huu sumu na kuanza kutumia mbinu sahihi za asili za kurudisha misuli ya nyonga kuwa imara. Ikiwa binti yako ataanza kufanya mazoezi ya kuimarisha nyonga badala ya kufunga kanga kwa nguvu, ndani ya miezi 3, hatari ya kushuka kwa kizazi inapungua kwa kiasi kikubwa na misuli huanza kuimarika vizuri. Baada ya miezi 6, utaona hali inatengemaa kabisa. Mkojo hauchuruziki tena anapocheka, kukohoa au kunyanyua kitu kizito nyumbani. Na ikifika mwaka mmoja,
Viashiria vyote vya afya ya uzazi vinaboreka kwa asilimia kubwa na mfuko wa uzazi unarudi katika nafasi yake ya asili kwa usalama kabisa bila upasuaji. Fikiria kwa kina gharama kubwa za matibabu mnazoweza kuokoa mkifuata ushauri huu. Upasuaji wa kurekebisha mfuko wa uzazi ulioshuka unagharimu pesa nyingi sana. Pesa ambazo zinaweza kufilisi familia nzima. Hizi ni pesa mnazoweza kuwaachia wajukuu zenu kama urithi mzuri, badala ya kuzipeleka kwenye hospitali, kutibu tatizo ambalo mlilisababisha wenyewe kwa mikono yenu kwa kisingizio cha mila. Acheni kuwatesa mabinti zenu wapendwa. Kiango kilicho kwenye maelezo kinaongoza kwenye ushauri wa bure. Jiandikishe wakati bado kuna nafasi. Mabadiliko chanya yanaanza na ninyi wazee, kwa sababu ninyi ndio wasimamizi wakuu wa hizi mila. Usimamizi wenu haupaswi kuwa wa maumivu na machozi, bali wa uponyaji, afya njema na upendo wa kweli kwa kizazi chetu chote.